Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ndugu zangu, kama nilivyosema mwanzoni mwa misa hii, katika Dominika hii ya leo, Dominika ya 19 ya mwaka wa Kanisa mwaka A, tunaalikwa kutafakari uwepo wa Mwenyezi Mungu katika nyakati zote za maisha yetu, katika nyakati za furaha, katika nyakati za huzuni, za kukatisha tamaa, nyakati za changamoto. Mwenyezi Mungu yuko na sisi siku zote. Yaani, kwa maneno mengine, Mungu anatembea na sisi katika nyakati zote. Hakuna nyakati ambazo Mungu anatuacha au anatukimbia au anasema pambana na hali yako, anatuacha, anatukimbia. Kuna nyakati za aina hiyo. Kwa maana nyingine, hakuna nyakati inayomzuia Mwenyezi Mungu kuwa na sisi. Mungu anatembea na sisi kwa nyakati zote, kwa wakati wote, sehemu yoyote, mahali popote. Huo ndio ujumbe wa leo. Katika somo la kwanza lililotoka katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, tunaona baada ya ushindi wake dhidi ya manabii wa Baali, nabii Eliya analazimika kukimbia ili kuokoa maisha yake dhidi ya malkia aliyemtangazia vita. Malkia huyo aliitwa Yezebeli, ambaye alikuwa mke wa mfalme Ahabu, aliyechukizwa na ushindi huo. Katika somo la kwanza tumeona Eliya akiwasili kunako pango mlimani Horebu au katika mlima Sinai, akiwa katika hali ya kukata tamaa kabisa. Bwana anamtokea huko katika sauti ndogo ya utulivu, kumtia moyo katika utume wake, katika maisha yake, katika safari yake. Somo la Injili linaeleza jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyotuliza dhoruba iliyokuwa ikiyumbisha chombo walimokuwa wamepanda wafuasi wake. Yesu pia anamwokoa Petro asizame baada ya kuingiwa na woga na wasiwasi ulioyumbisha imani yake. Masomo yote mawili, yaani somo la kwanza na somo la Injili, yanaeleza jinsi ambavyo Mungu hatuachi kamwe, hata katika nyakati ngumu za maisha yetu. Yeye yuko nasi kusaidia. Katika somo la pili tunaitwa kushirikiana na Mungu ambaye yuko nasi siku zote, ili kumpa nafasi ya kuweza kutusaidia. Tunaaswa daima tusifunge mageti ya mioyo yetu, ili Mwenyezi Mungu apate huko nafasi na aweze kutusaidia. Ujumbe huu ni dhahiri katika somo hilo la pili leo hii. Ndio maana Paulo mtume anaonyesha kusikitishwa na ndugu zake Wayahudi ambao hawakumpokea Kristo kama mkombozi wao, ambao hawakumpokea Kristo katika mioyo yao. Wito wa Paulo kwetu sote, tuifungue mioyo yetu ili neema za Mungu ambaye yuko nasi siku zote ziweze kufanya kazi Mungu aliyekusudia katika
maisha yetu. Hivyo katika Dominika ya leo kuna mambo manne ya kutafakari. La kwanza ni uwepo wa Mungu katika maisha yetu, katika nyakati zote za maisha yetu. Tumesikia katika somo la kwanza nabii Eliya baada ya kukimbia kuokoa maisha yake, akiwa amekata tamaa kabisa, anakutana na Mungu katika sauti ndogo yenye utulivu. Lakini katika somo la Injili vile vile, wafuasi wa Bwana wetu Yesu Kristo wanakutana na Bwana wakiwa wanatikiswa na mawimbi ya bahari. Katika somo hili la Injili, bahari inawakilisha dunia. Dunia ina mawimbi yanayotikisa, wakati mwingine yanatikisa mno, yanatufanya tuingie uoga, wasiwasi, mashaka, na vitu hivyo ni adui mkubwa wa imani yetu. Chombo inawakilisha kanisa, na kwa mandhari ya hapa tulipo, kanisa Katoliki ambalo wakati mwingine linakutana na mawimbi, lakini linaendelea kusimama tu, limetoka mbali, linakutana na mawimbi. Na hata wale wafuasi walio ndani ya chombo kile ni sisi, kila mmoja wetu. Kuna mawimbi yanampiga kwa nyakati mbalimbali katika maisha yetu. Sasa tukiyataja ni mengi, lakini kila mmoja wetu kuna mawimbi yake. Na hata tulipokusanyika leo hii, kila mmoja wetu kuna jambo anamuomba Mwenyezi Mungu. Hatujaja bure, tumsifu Yesu Kristo. Tusiwe tumekuja bure, tuje na maombi yetu, tuje na nia zetu, tumuombe Mwenyezi Mungu yale ambayo tunatamani atufanyie, yale ambayo yanatusumbua, yale tumuombe Mungu aondoe, atulize mawimbi yanayotuyumbisha katika imani yetu, katika maisha yetu. Ndio kwa sababu tuko hapa sasa. Haya masomo yote mawili, hawa wafuasi walikuwa katika hali mbaya, nabii Eliya alikuwa katika hali mbaya, lakini hali hizo kibinadamu tungeweza kusema sasa wangeanza kumlaumu Mwenyezi Mungu kwamba amewaacha. Lakini sasa ndipo hapo wanakutana na Mungu, ndipo hapo wanakutana na Yesu anayetuliza dhoruba zinazowasumbua, anayempa moyo Eliya aendelee na safari yake, anayemfariji katika vita ambayo ametangaziwa. Hivyo ndugu zangu, leo hii naitwa katika yale yanayotuhangaisha katika maisha yetu, basi tujue pa kukimbilia ni wapi. Tumuone Mungu katika matatizo yetu, tusiruhusu matatizo yetu yatusogeze mbali na Mwenyezi Mungu. Tunapopata shida, tusikimbilie kwingine kusiko kwa Mungu. Tusikimbilie njia za kukata tamaa. Ukiwa na shida kukata tamaa, sasa inasaidia nini? Tusikimbilie tukaamini watu wanaweza kutusaidia, wakachukua nafasi ya Mungu katika mioyo yetu, tukasema mtu fulani tu hapa pia anaweza kutusaidia. Kama kuna mtu anatusaidia, basi huyo ametumwa na Mungu. Msifu Yesu Kristo. Mtu yote anayetusaidia ametumwa na Mungu, na huo uwezo amepewa na Mwenyezi Mungu. Asingeweza kusaidia kama hajapewa uwezo huo.
na Mwenyezi Mungu. Baraka za Mwenyezi Mungu, neema za Mwenyezi Mungu ndiye zimemwezesha atusaidie. Jambo la pili, Yesu ndiye awezaye kutuliza dhoruba na misukosuko na mitikisiko ya maisha yetu. Tunaona katika somo la Injili, wafuasi wa Bwana Yesu Kristo wako baharini na chombo kinachotikiswa na upepo na mawimbi ya bahari, na katika hali ya kukata tamaa kabisa, wameingiwa woga na mashaka ya maisha, kupoteza maisha yao. Yesu anawatokea. Na pia Petro kwa amri ya Yesu anatembea juu ya maji, lakini anapoona woga na mashaka, basi yeye anaanza kuzama. Yesu anamshika mkono. Wakati anazama, anasema neno muhimu sana. Anasema, Bwana niokoe, Bwana niokoe. Na Yesu anamuokoa. Sasa katika maisha yetu tunapokuwa na matatizo, tumuige Petro kwa kujua sehemu sahihi ya kuyapeleka matatizo yetu, ya kuyapeleka maombi yetu, ya kupeleka yale yanayotusumbua, yanayotupatia huzuni, yanayotupatia msononeko katika maisha yetu. Tumuige Petro kwa kusema, Bwana niokoe, katika sala zetu, katika mambo ya kumwabudu Mwenyezi Mungu, katika kumpatia Mungu heshima yake na nafasi yake katika maisha yetu. Tusikimbilie ambapo hakuna msaada wa kweli wa kudumu. Tusikimbilie kwenye njia nyinginezo. Muombe Mungu atujalie katika yale yote yanayotusumbua, katika yale yote tunayoyatamani, msaada utatoka kwake. Waisraeli walisema, msaada wangu huu katika Bwana. Sema wote, msaada wangu katika Bwana. Msaada wangu huu katika Bwana. Msaada wangu huu katika Bwana. Msaada wangu huu katika Bwana. Kwa hiyo tukiwa na shida, msaada wetu huu katika Bwana. Bwana niokoe. Hata ndio maneno ya kutumia. Sikimbilie kuambia mimi, nikienda huku, nikienda kule, tukayumba katika imani yetu, tukaitwa huko na kule, tukiambiwa matatizo yako yanaisha sasa hivi. Na sisi Wakristo wa Katoliki tujifunze. Sijui kwa nini hatujifunzi, kwa sababu hata leo hii tunapoongea kuna watu bado wanaendelea kuyumba katika imani yao. Kuna watu ni wazee wa miaka 70 wamekaa katika imani Katoliki, lakini nao watu wanaitwa kupata msaada wa haraka, msaada wa haraka kwa sijui walimu, sijui mitume, sijui watu gani, na baadaye wanashindwa kupata msaada. Wanarudi tena wanalia, wanarudi tena, au hali za maisha zinakuwa mbaya zaidi. Kwa hivyo sisi tunasimama namna hii katika familia zetu. Tukipata mawimbi, tukipata mitikisiko, msaada wetu huu katika Bwana. Sio mtu mwingine, sio mtume, sio nabii, sio kwanza. Nabii wa mwisho ni Yohana Mbatizaji. Nabii wa mwisho ni Yohana Mbatizaji. Usidanganyike. Msaada huu katika Bwana. Aliyeumba mbingu na nchi. Hakuna mtu aliyeumba mbingu na nchi. Hakuna mtu awezaye kuokoa. Ni Mungu ndiye anayeweza
familia huko tunakoseana. Kuna watu pengine tunawaona wamepotoka katika kanisa letu, katika imani yetu. Basi usikimbilie kuwasema vibaya au kuwahukumu au kuwachafua majina yao, bali tuwaombee, tuwasaidie katika familia zetu. Wazazi wasaidie watoto, sio kuwalaumu, sio kusema vijana wa siku hizi, watoto wa siku hizi. Hapana. Una mchango gani katika kuwaweka kwenye mstari mzuri? Paulo katika somo la pili anatuonyesha mfano mzuri. Wayahudi wenzake wamemkataa Yesu, lakini yeye anawalaumu, anaweka katika maombi, akiamini kwamba siku moja Mungu atawaangazia njia zao ili waweze kurudi katika njia sahihi. Jambo la mwisho ni umuhimu wa ukimya. Tunaona katika somo la kwanza nabii Elisha alipokuwa kule pangoni, kukaja upepo mkali, lakini Mungu hakuwa katika upepo huo. Kukaja tetemeko la ardhi, lakini Mungu hakuwa katika tetemeko. Kukaja moto, Mungu pia hakuwa katika moto. Lakini Mungu anamtokea Elia katika sauti ndogo na yenye ukimya, ndogo yenye utulivu, ndogo yenye ukimya. Katika dunia ya leo, katika mazingira yanayotuzunguka, kuna kelele nyingi. Kuna kelele za magari, mwingine unasoma au unataka kufanya kitu chote, au unashangaa kelele ya magari. Kuna kelele za vitu mbalimbali, hata usiku katika mitaa mbalimbali, hasa iliyoko karibu na maeneo ya starehe, na watu wanashindwa kulala. Muziki unapigwa usiku kucha, kelele. Sasa katika mazingira haya tunaitwa kutambua umuhimu wa kutafuta wakati katika ukimya wa mioyo yetu kumtafakari Mungu, kwani ni katika ukimya wa mioyo yetu tunakutana na Mwenyezi Mungu, kama Elia alivyokutana na Mungu katika somo la kwanza. Katika kitabu chake kinaitwa The Power of Silence Against the Dictatorship of Noise, yaani nguvu ya ukimya dhidi ya udikteta wa kelele. Kardinali Robert Sara anaelezea kwamba ukimya unatusaidia kusikilizana. Tena bila ukimya hatuwezi kumwona Mungu katika mazingira yetu. Kardinali Robert anahitimisha kwa kusema binadamu achague, aidha amchague Mungu katika ukimya wa moyo wake, au achague utupu katika makelele. Yaani utupu anaotolea ni ile, yaani hakuna kitu. Yaani yeye umchague Mungu mwenye vyote katika ukimya wa moyo wako, au uchague hakuna kitu, hewa patupu. Uchague patupu katika makelele. Hivyo ndugu zangu, katika dunia ya leo, Mwenyezi Mungu atujalie huo utulivu katika mioyo yetu. Utulivu tunaozungumzia sio kutokuongea tu, bali na watu hawaongei, lakini katika mioyo kuna kelele nyingi.
kusali, tumkimbilie Mwenyezi Mungu. Mtu aliye katika shida kubwa anapoanza kusali tu anapata faraja kubwa katika maisha yake. Daima tumkimbilie Yesu, tumkimbilie Mungu katika maisha yetu, na hasa katika nyakati ngumu za maisha yetu. Tumwombe yeye, tusikimbilie watu, tusikimbilie vitu, tusikimbilie mambo yapitayo, tusikimbilie. Kuna watu wanaweza kutuacha katika shida zetu, wakiona tuna shida wanakimbia. Mungu ni rafiki wa